ajabu, wananyweshwa majitu ya ajabu. Unaambiwa mtu anakuja na machupa yana majitu mekundu, unajua ni manini unakunywa haya? Ni majitu gani? Akwambia maji ya mzabibu, sijui maji hata ladha ya mzabibu hayana. Ni majitu gani? Utanyweshwa hata damu za wanadamu kwa sababu ya uchanga. Unaona, watu wanachezewa sana. Nilikuwa naangalia, kuna mtu wazi, huyu ni mchungaji na hapa ni kanisani, ibada inaendelea, ni wakati wa maombezi. Unaona huyu mtu ambaye yuko kifua wazi ni nani? Ni mchungaji. Mchungaji. Wameandika hapa kwamba mchungaji anywesha waumini maji aliyoyaogea. Yaani amemaliza kuhubiri akaanza kuoga hapa pembeni. Vua nguo akabakisha kiboksa, alafu akaanza kuoga. Unaona kabisa yuko kifua. Suruali haipo, kavua suruali, amebakisha bukta, anaoga. Na akimaliza kuoga, waumini mnajipanga mstari, naanza kunywa hayo maji aliyoyaoga. Anaoga, anajisugua kabisa kila sehemu, alafu kila muumini umeshikilia bilauri. Tunaona wananzengo wako hapa. Huyu mama unamwona anakunywa maji haya, maana amesema ukiacha kuyanywa haya maji utalaniwa, Mungu atakupiga. Kwa hiyo watu na akili zao na digiri zao, watu wamepaki magari hapo nje ya kanisa, wasomi kwa wasiosoma, wamepanga mstari, wanasogea polepole kwenda kunywa nini? Kuna mama mmoja anashangaa, alikuwa anahojiwa kwenye gazeti. Hili gazeti la Kikristo linalotoka kila wiki, wanarusha matukio ya Kikristo yanayotokea kila wiki. Kwa hiyo unaanza, alikuwa anashangaa yule mama kumuona mme wake miongoni mwa waumini waliokunywa maji. Ni mme wake ambaye ni daktari. Anamsema kwamba kwa kawaida tu mme wangu huwa hakubali kunywa maji yasiyochemshwa. Maji safi, hata kama yawe ya mvua, yawe maji yametoka wapi, bombani, kama hayajachemshwa hawezi kuyanywa. Sasa wale nimeagiza watu wanaenda tu wanachota maji huko barabarani na kwenda kujaza pipa. Alafu zaidi ya hapo likaanza kuoga. Alafu unapanga mstari, unafanya nini? Unaanza kunywa uchanga. Eti ili laana zitoke, laana za umaskini, sijui laana za nini zikutoke. Watu wamepanga mstari hapo wanafanya. Ni kanisani. Kiroho, ufahamu wetu uwe mkubwa. Neno la Mungu limeelekeza chochote mtu anachotaka kukufanyia, jiulize swali, hilo jambo au hayo maombezi kibibilia yako sahihi? Unamsikia yule mwanamke. Kuna mwanamke mwingine anafanya maombezi, mwanamke mchungaji, mtume wa kianamke, na yeye anasema ametumwa kuponya wanaume tu. Anaponya watu gani? Wanaume tu, lakini upako wake umewekwa kwenye matiti. Kwa kama unataka kupokea uponyaji, baraka na neema ya Mungu, unakwenda madhabahuni kama hapa jamani. Akimaliza mahubiri anatoa blezia yake, mnaanza kunyonya. Unanyonya matiti yale, unapokea uponyaji. Na kama hujaugua unaweza ukabisha hapa. Hapo watu wana shida hapa duniani, hata ukimwambia chochote anafanya. Alikuja nyumbani hapo
kababu kakao kanamtengenezea dawa. Sasa anaambiwa aende mahala fulani akalete kitu fulani ambacho ndicho kitu cha kuchanganya kwenye dawa yake. Wasukuma mnasema jingira. Sasa akaambiwa nenda, kulikuwa na poli karibu na nyumbani kwetu hapo, kulikuwa na poli fulani. Akaambiwa nenda kwenye hilo poli ukalete kinyesi. Kinyesi chochote. Unaenda kutafuta kinyesi hapo cha mwanadamu yeyote, sio cha kwako, kinyesi cha mtu. Lakini sio cha kushika mkononi, unakishika kwa mdomo. Alikuja amefanya hivi. Na mtazama kwa macho yangu, akaja kuweka. Ina tofauti gani na hawa wanaodanganywa kanisani? Ni yale yale. Uganga wa kienyeji huo umerudi kanisani. Kama hatuna imani na Yesu, tunaanza kubambikiza vitu vya kutosheleza uponyaji wa Yesu, miujiza ya Yesu, tena kwa kulipa pesa. Tofauti gani na uganga wa kienyeji?